Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa uhai na afya iliyotufanya tuendelee kutekeleza majukumu yetu ya kila siku na shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Pia nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake madhubuti ambao umeifanya nchi yetu iendelee kubaki salama mpaka sasa. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Hii ni ishara ya kwamba Watanzania wamekuwa na imani kubwa na yeye juu ya uongozi wake na maendeleo makubwa ya kiuchumi na kijamii ambayo tayari amekwisha yafanya katika sekta za afya, maji, miundombinu ya umeme na barabara, pamoja na katika sekta ya elimu na mengine mengi ambayo ameendelea kuyafanya katika nchi yetu. Kwetu sisi kama wilaya ya Mvomero, programu ya chanjo ya mifugo ambayo kimkoa ilizinduliwa hapa wilayani kwetu ni jambo la kujivunia sana. Mvomero ni miongoni mwa wilaya zenye mifugo mingi zaidi ya mifugo 200,000 ikijumuisha ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku. Na sisi kama wilaya tuna programu inayolenga kuhamasisha wafugaji kufuga kisasa kibiashara. Mbali na mambo mengine, lengo kuu likiwa ni kupunguza migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini pia kupata bidhaa bora za mazao ya ng'ombe zitakazoweza kuleta ushindani si tu katika soko la ndani ya nchi yetu, lakini pia mpaka katika masoko ya kimataifa, kwa lengo la kuchangia pakubwa katika pato la wilaya yetu, mkoa na nchi yetu kwa ujumla. Nitumie fursa hii pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa mvua zimeanza kunyesha baada ya ukame wa muda mrefu. Kuhusu mvua hizi zinazoendelea kunyesha nchini mwetu, ni waombe wananchi wa Mvomero kwanza kuchukua tahadhari, hasa kwa wale wanaoishi kwenye maeneo ya mabonde. Tumeona athari zimetokea kwa baadhi ya maeneo katika wilaya yetu, ikijumuisha maeneo ya Melela na Mangaya, ingawaje hakuna vifo vyovyote vilivyoripotiwa kutokana na mvua hizi. Lakini pia nitumie fursa hii kuwahamasisha wakulima kwamba hiki ni kipindi muafaka cha maandalizi ya kilimo cha msimu, hivyo waendelee kujiandaa kwa ajili ya kupanda mashamba kwa ajili ya kilimo hicho. Kuhusu migogoro ya wakulima na wafugaji, tumeidhibiti kwa kiwango kikubwa katika wilaya yetu ya Mvomero. Tunajua zipo sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa na serikali ambayo inaelekeza wakulima na wafugaji namna ya kulima kisasa, lakini pia namna ya kufuga kisasa. Sisi kama wilaya tunayo program ambayo tumeianzisha wilayani kwetu, inaitwa Tutunzane, mkulima amtunze mfugaji na mfugaji amtunze mkulima. Kupitia programu hiyo tunayo kamati ambayo inaundwa na pande zote mbili za wafugaji na wakulima, kuanzia ngazi ya wilaya na kwenda kwenye ngazi ya kata mpaka kwenye ngazi ya vijiji. Lengo lake ilikuwa ni kuidhibiti zile changamoto zozote ambazo zinatokea katika vijiji vyetu na vitongoji vyetu kuhusiana na habari ya migogoro ya wakulima na wafugaji, hasa wafugaji kulishia kwenye mashamba ya wakulima. Kwa hivyo tunavyo vikao pia huwa tunavifanya vya mara kwa mara, tukitoa elimu kwa baadhi ya wafugaji ambao wanaonekana hawana uelewa wa kutosha kuhusu namna ya kufuga kisasa. Lakini programu hii ya Tutunzane, mbali na mambo mengine, inalenga kuwapa wafugaji nafasi ya kumiliki ardhi
lakini pia wanapomiliki ardhi wanakuwa na maeneo ambayo watapanda malisho yao, lakini pia pamoja na kuchimba visima na majosho ambayo watakuwa wakioshea, wakitunzia ile mifugo yao. Lakini pia programu ya Tutunzane imelenga kuhamasisha wafugaji na wakulima katika utunzaji wa mazingira, kwa maana kwamba mtu anapokuwa anamiliki ardhi au eneo lake anakuwa na wajibu pia ya kulitunza. Lakini pia mahusiano mema baina ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo hapo mambo mengi na ipo mikakati mingi imewekwa katika kuhakikisha kwamba tunapunguza kama sio kumaliza migogoro ya wakulima na wafugaji kupitia kwenye programu hii ya Tutunzane. Na matokeo yanaonekana kwa wakati tuliokuwa nao. Mvomero ya sasa si kama ile ya zamani. Sasa hivi kwa kiwango kikubwa sana migogoro hii imepungua, na hivi tunavyozungumza hata mahusiano ya kijamii baina ya wakulima na wafugaji kumekuwa na mwingiliano mkubwa sana. Jamii za wafugaji zimekuwa zikioa jamii za wakulima, hali kadhalika jamii za wakulima zikioa kwenye jamii za wafugaji. Hii ni kuonyesha kwamba tayari kumeshakuwa na muunganiko mkubwa sana baina ya wafugaji na wakulima. Sasa kama watu wana mahusiano mpaka kwenye ngazi ya familia, tunategemea kwamba hiyo ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba ni kwa kiwango kikubwa sana migogoro hii ya wakulima na wafugaji katika wilaya yetu ya Mvomero imekwisha. Wapo baadhi ya wafugaji wachache ambao ni wakorofi, lakini pia sisi kama wilaya tumeendelea kuweka mikakati ya kuwadhibiti kupitia katika vyombo vyetu vya usalama ikihusisha jeshi la polisi. Kwa hiyo niwashukuru sana wana Mvomero, lakini pia niwatake tuendelee kutunza amani ya wilaya yetu. Amani haina mbadala, amani ndiyo maendeleo. Kuhusu swala la utunzaji wa mazingira, tumeendelea kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Mvomero kuendelea kutunza mazingira ya wilaya yetu. Tunayo misitu ambayo inatunzwa na hifadhi ya misitu TFS, lakini pia ipo misitu ya vijiji. Kwa hivyo tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kutokukata miti ovyo kwa ajili ya uchomaji wa mikaa, lakini pia tunawahamasisha kutumia nishati safi ambayo yenyewe ndio mbadala wa uharibifu wa mazingira ambao umekuwa ukiendelea katika maeneo mengi nchini mwetu. Lakini sisi kama Mvomero changamoto hiyo tunayo, lakini si kwa kiwango hicho, ni kwa kiwango kidogo, lakini tumeendelea kuidhibiti katika kuhakikisha kwamba wilaya yetu inaendelea kuwa ina vyanzo vya kutosha vya maji. Kama tunavyojua, utunzaji na uhifadhi wa misitu unachangia kwa kiwango kikubwa sana pia uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji. Lakini pia katika eneo la uchimbaji wa madini tumeendelea pia kuwahamasisha wale ambao wanachimba madini na wana leseni za uchimbaji wa madini kutokuharibu vyanzo vya maji, ikiwa kama ni sehemu mojawapo pia utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kwenye eneo hili bado tunaendelea kuhamasisha wananchi, na ni eneo mtambuka ambalo tunaendelea nalo kwa kweli kila siku katika shughuli, katika ratiba zetu za kila siku za kazi.